vyombo. Tangu mwanzo nimesema sio vyombo, lakini kuna kakitu fulani ambako huwezi kugusa, kwa sababu kuna watu wengine wanapotekwa wanakuja wanaelezea. Kwa mfano, kuna huyo bwana aliyetekwa, yule Sativa nafikiri, ambaye alipelekwa anasema mpaka Katavi, pigwa risasi, akaachwa kule mahali. Aliporudi anaelezea kabisa, nilichukuliwa Dar es Salaam nikapelekwa mahapa, anaelezea. Kwa hiyo haiwezekani kwamba watekaji hawa hawafahamiki kabisa. No, wanafahamika. Lakini kwa nini hakuna desperate means za kuwapata? Why? Mtu anaweza kunijibu kwa unafiki, akanijibu asema, wewe Gwajima bwana, hawa watekaji unasema wanafahamika, basi tuambie ni kina nani. Ndugu yangu, Mo alitekwa pale Korosham wakati ule. Mimi nilipiga kelele, rudisha Mo. Kama unabisha, nenda kwenye YouTube. Nilisema mrudisheni Mo. Na wakati huo rais alikuwa Magufuli. Whether yeyote, utekaji haukubaliki anytime. Wakati kina Roma Mkatoliki wanatekwa, mimi nilipiga kelele. Wakati utekaji ulikuwa umeshamili, nilipiga kelele. Tangu wakati wa Magufuli na wakati huu sikubali utekaji. Kwa mambo mema ambayo mtu anafanya anatakiwa asifiwe, kwa mambo maovu anayofanya anatakiwa akemee, bila kujali yeye ni nani. Tanzania ni yetu sote. It does not belong to a single entity. It belongs to all of us. Tanzania ni yetu sote, si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania wote. Siasa huja na kuondoka, na wanasiasa huja na kuondoka, lakini Tanzania inadumu vizazi hadi vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Ndiyo maana mimi nasema kabisa, kuna kikundi kanakoshughulika na utekaji. Sio vyombo. Mimi na hakika si vyombo. Kuna kikundi kanakoshughulika na utekaji. Na ninapoongea sasa hivi, kikundi haka kanakasirika kweli. Huyu Gwajima mbona hajatekwa yeye? Huyu Gwajima, unasikia huyu kaondoka, yule kaondoka. Watu wanakwisha nchi na tuko kimya. Msiba ukiwa kwa jirani yako, utakuwa na ujasiri wa kwenda kuandika kwenye daftari na changia. Siku utakapopatwa na msiba, huwezi fungua macho yako. Wake up. What is happening on your neighbor, it will soon happen in your house.